Kwa majina naitwa Mfano Gaudensi Mtama. Mimi ni mkazi wa kitongoji hiki cha Mkomaga, kijiji cha Mpanga Tazara, kata Mpanga Tazara, wilaya ya Mfindi, mkoa wa Iringa. Lakini pia hapa kitongojini najihusisha na vilimo vifuatavyo: mahindi, mpunga, ndizi kama unavyoziona, na pia tumeibukia kwenye zao moja la kiuchumi linaitwa kokoa. Ndilo hilo tunakwenda nalo kasi sana katika kitongoji chetu. Mimi kwa majina naitwa Venus Gabriel Kampanya. Mimi ni mwenyekiti wa kitongoji Mkomaga, kijiji Mpanga Tazara. Kweli wakaaji wa kitongoji hiki wana juhudi za kujipatia mapato kupitia ndizi, kupitia kulima kilimo cha mahindi, kupitia kilimo cha ufuta, kupitia kilimo cha mpunga. Hivyo ni vitu ambavyo vinawapa fursa ya kupata hela ya kuwasaidia, ijapokuwa hata kwa kilimo kinakuwa ni cha uchanga sana, kwa sababu hakina mwezeshaji ambaye angeweza kuwasapoti kwa ajili ya kilimo. Kwa wanatumia nguvu hiyo, wanapata fursa ndogo kwa kutumia nguvu zao. Wanavamia. Kuna binti yako mmoja atakuwa na akili ataolewa kwa mwenye akili. Atapata pa kusemea. Katika kijiji cha Mkomanga, kilimo ni nguzo kuu ya maisha. Ardhi yenye rutuba na juhudi za wakulima ndizo zilizofanya eneo hili kuwa na tumaini la maendeleo. Ya mazao yetu ya kabla ya kupata elimu ya kilimo cha kokoa, tulikuwa na mazao tu ya mpunga, mahindi na ndizi. Isipokuwa ni kwamba soko lilikuwa la kubahatisha. Kwa mfano mpunga, tukishavuna hapa usafiri ni mgumu, miundombinu ya barabara ni shida. Kwa hiyo tulikuwa tunasomba kwa baiskeli, lakini baadaye tukaja kwa pikipiki. Baadaye sasa hivi njia zilikuwa zinaendelea, tukawa tunasomba kwa trekta. Kwa hiyo changamoto bado ilikuwa nini? Ni barabara. Kwa hiyo mpunga na ndizi soko kubwa tunategemea mlimo. Lakini changamoto ni kubwa. Soko kubwa la mazao liko umbali wa kilomita 29 kutoka hapa, eneo la uzalishaji. Safari hii si rahisi. Mara nyingi soko linakuwa la kubahatisha. Ukizingatia kijiji cha Mpanga Tazara nimekwambia kina vitongoji vinne: mlimo wa Kota, mlimo wa Shule, Kimbo Station, Mkomaga. Kitongoji cha Kimbo kinakabiliana na reli, ila hiki cha Mkomaga kiko nje, kwa sababu kutoka Kimbwe kuja hapa na kwenda Rumumwe ni katikati. Kwa hiyo usafiri wa treni kusimama hapa ni vigumu. Ukiwa na mzigo maana unatakiwa utoke hapa upeleke Kimbwe au utoke hapa upeleke Rumumwe, ambapo unakupa automatically kutoka hapa kwenda Rumumwe ni kilomita 6.5, kwenda Kimbwe ni kilomita 6.5. Kwa hiyo treni ilikuwa haisimami pale. Kimbwe treni inasimama kama kawaida. Panga inasimama kama kawaida. Ila sasa kutoka, yani mwananchi wa hapa mwenye bidhaa hapa au mwenye mzigo wa bidhaa, ina maana anatakiwa aende Kimbwe ambapo kuna umbali wa kilomita 6.5 akakute kituo cha Tazara. Barabara zetu sasa kwa kata Mpanga Tazara zimekuwa zenyewe, wakati wa masika ukiangazi napitika, wakati wa masika hazipitiki, lakini hata wakati wa kiangazi, ina maana sasa magari yale ambayo pengine yangeweza kuchukua mazao kwa ajili ya kuwasaidia wakulima yamekuwa yafiki, kwa sababu barabara nyingine ni milima, miinuko mikali. Kwa hiyo tunaamini kabisa, kwa mfano kama hizo fedha tungepata fedha za kutosha za kuchimba hizi barabara, pengine hata hii milima ingeweza kupunguzwa kwa aina yake, afu ingekuwa barabara ambayo imejengwa kwa changarawe, kiasi kwamba sasa magari yawe yanaingia kwa wakati wote. Tunaamini kabisa maendeleo yangepatikana. Na mimi naamini hii kata itakuja kuwa ya mfano, kwa sababu kama nilivyosema, hasa katika sehemu kubwa imezungukwa na ardhi yenye rutuba. Miundombinu ya barabara kutoka hapa kwenda Kimbwe kuna barabara ya Mchina. Kwa bahati mbaya barabara hii imekumbwa na vitu yani imebomoka. Ndio maana unakuta wananchi hata kwa nguvu zetu tungeweza kuitengeneza kwa ajili ya kupitisha hata pikipiki, lakini na makorongo makubwa ambayo yamefanya nini? Yamebomoka. Kwa hiyo yanatakiwa vyombo vya kwenda
kutengeneza kukarabati barabara hii. Kama umeme umekuja hata huku kijijini ambako tukutegemea, ni pembezoni kabisa, lakini katuletea. Tunaamini hata hizi barabara atatuletea, hasa kwa wakati huu ambapo tunakwenda kuzalisha mazao ya mikakati, ya kimikakati. Kwa mfano kokoa. Kokoa ni zao ambalo mimi naamini likitua hapa viwanda vitaanzishwa. Umeme tumeshasema upo. Viwanda vitaanzishwa, kwa maana uchumi wa watu, wananchi wetu utakuwa. Liko ndani ya kwetu tunaweza Mimi binafsi baada ya kupewa elimu ya kilimo cha kokoa, kwanza nilifurahi sana. Tulijifunza mambo mengi juu ya wenzetu ambao walishaanza kulima kokoa, kwamba mtu akishakuwa na eka moja na maana kwa mwezi au kwa wiki mbili anaweza kupata zaidi ya milioni 1. Kwa hiyo tukaona hilo ni jambo jema, tukalipokea na tukaanza kulima kokoa. Na mpaka hivi sasa hivi walio wengi ndani ya kitongoji hiki, kilimo kikubwa ambacho wanakipelekea na watu waliokuja maana yake ni zao la kokoa. Mkakati mpya unazidi kupata nguvu. Wenyeji wa Mpanga Tazara wameanza kulima kilimo cha kokoa kwa wingi, wakiona fursa kubwa ya kiuchumi inayotokana na zao hili lenye thamani kubwa duniani. Kokoa wao kiutaalamu, eneo zuri, wanasema kwamba mwaka toka kupanda mpaka ianze kuvuna ni miaka 3. Kilimo cha kokoa kinahitaji hali nzuri ya hewa na udongo bora, mvua nyingi, joto la wastani na udongo wenye rutuba ni baadhi ya mahitaji muhimu. Kata ya Mpanga ina sifa hizi zote, ndio maana inazidi kuwa kitovu cha mapinduzi ya kilimo cha kokoa. Mvua imechelewa, watu hawajapanda, wana vitalu vya kutosha. Kwa kizazi kipya, kilimo cha kokoa ni urithi wenye thamani. Hiki ni kilimo kinachowezesha kujitegemea na kuinua hali ya maisha kwa wote. Kwa sababu gimbi nalo lina nafasi yake, unavuna kwa wakati wake. Nanasi lina nafasi yake, utavuna kwa wakati wake. Parachichi lina nafasi yake, utalivuna nayo kwa muda wake. Kokoa ni zao la biashara lenye thamani kubwa duniani kote. Hutumika kutengenezea bidhaa mbalimbali kama vile chokoleti, kakao na siagi ya kakao. Tanzania, hususan nyanda za juu kusini, ni miongoni mwa maeneo yanayolimwa kokoa kwa wingi. Naingia kwenye nini? Kwa hiyo yani anakuwa na vitu uchumi endelevu. Kijiji hiki kina wakazi wapatao 775. Kwa uongozi madhubuti na mshikamano wa jamii, Mpanga Tazara imepiga hatua kubwa za maendeleo. Pamoja na uwepo wa changamoto za miundombinu ya usafirishaji, hazijazima ari ya wakulima. Kijiji cha Mpanga Tazara kimechagua mustakabali wake kupitia mshikamano, bidii na maono thabiti. Wakazi wake wanajenga maisha bora kupitia zao la kokoa. Huu ni ushuhuda wa nguvu ya jamii na matumaini ya kesho iliyo bora. Labda changamoto tuliyokuwa nayo hapo awali, wananchi walishughulisha zaidi na zao la nanasi ambalo lilituletea uchumi mkubwa, na kwa bahati mbaya Tazara au station ilifungwa hii ya Mpanga mwaka 2007 kama sikosei. Wakati ule kabla haijafungwa tulikuwa na bahati, walikuwa wanatuletea Tazara, ilikuwa inatuletea mabewa hapa. Wakulima wanasomba mazao yao, wanawauzia wafanyabiashara na wanapakiwa kwenye hayo mabewa. Na tulikuwa tunasafirisha kwa treni moja walau tenga 400. Na kwa wiki ilikuwa ni treni 4, kwa maana treni ndogo ya kipisi lakini pia treni kubwa. Ilipotokea hali hii ya kufungwa station, kilichotokea ni nini? Kwamba badala ya kusafiri tenga zote 400, ilifika wakati zinasafiri tenga 10. Manasi tenga zinazobaki, maana yake sasa kwa wakati ule tulikuwa na viberenge vidogo, kwa tunaomba vile tunaomba Tazara kwa wanaohusika kwamba tunaomba vile vibewa, tunapakia yale mananasi ambayo tayari yameshaharibika, tunaenda kuyamwaga kwenye mto Mpanga, tukihofu kwamba tukiacha yote yaozee hapa, maana yake tunaweza kusababisha tena magonjwa mengine kama vile kipindupindu.
Sasa hii hali ilikatisha sana wananchi tamaa, kwa maana kwamba waliacha sasa ile zao sio kwa kupenda ila kwa kulazimishwa, na hivyo tukajikuta uchumi umeshuka kwa kasi. Na ndio maana leo hii utakuja kuona kwamba milima iliyo mingi basi imepambwa tu na mapori, kwa sababu waliacha hilo zao kubwa la nanasi wakaingia tena kwenye kilimo kingine, kwa mfano kama magimbi, hali ambayo pia tunashukuru TAZARA imekuwa ikitusaidia, lakini sio vile, kwa maana watu wanatamani kulima zaidi hata ya hapo, lakini wanahofia kwamba wakilima zaidi tani zinazokwenda kusafirishwa ni chache.